Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulullah Muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tukiendelea na maajabu wa mti wa mchekea, insha Allah kwa mara hii nyingine tutakwenda kufafanua zaidi na zaidi na wewe upate kuyajua. Huwa na washauri, upata bata kula na mti wa mchekea, jitahidi uweke mdomoni kidogo majani uweze kutafuna, kwa sababu hayo yatakusaidia kutengeneza kauli zako, yatakusaidia kama una uchawi wowote umelishwa ama unao kwenye mwili wako, hii hubatilisha haraka sana. Naam, tukiendelea, tulisema mchekea hutibu kila maradhi ya kichawi. Sawa. Kwa wale ambao wenzetu wenye kujua dua, basi chukua mizizi ya mchekea, sawa, chemsha maji yake, yasomee dua unazozijua. Sawa, kama unasoma Al-Kursi, unasoma Sura Yasin, unasoma Qul bil Falaq, unasoma Qul Allahu, somea dua zako unazojua weza kubatilisha uchawi. Basi ni dawa mujarabu sana. Lakini vile vile kama hujui dua ama hutaki kusoma dua, basi ukitaka kutibu ugonjwa wowote, yani umeletewa mgonjwa wote. Mimi kuna mwaka mmoja nishaletewa mgonjwa akatoka Tabora, anaumwa kweli kiasi kwamba umemfanyia uchawi, hata uwezo wa kukaa hawezi mwili wake umekunjwa hivi, yani kama mtu muda wote amerukuu. Kwa hiyo nilichokifanya nini, kwa sababu najua mchekea ni dawa ya kutibu aina yoyote ule ya uchawi, nilichokifanya mimi nikaja nikamchukulia mti huu wa mchekea, majani mengi kabisa, sawa. Nilichomaliza, nilipofika pale nikaponda yale, nikajaza maji, nikampa bwana, nikamwambia wewe tumia kunywa kila muda, ukipata muda kunywa, na mengine jitahidi kujipaka. Na ndugu zake nikamwambia mnampakaza. Basi kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu haikupita wiki yule mtu alikunjuka na vifungo vikaondoka na akawa anatembea mwenyewe. Alikuwa hawezi kukaa na wala alikuwa hawezi kutembea. Kwa nini? Muda wote alikuwa amefungwa, yani miguu yake kama unavyomuona mbuzi na tunavyomfunga kwa ajili ya kuondoka naye. Tunachukua miguu pamoja na mikono nafungwa sehemu moja. Mizizi yake ndugu zangu katika Nado Online TV tumefundisha sehemu nyingi. Lakini ukitaka kupata mizizi hiyo iwe na nguvu sana kwenye kuondosha matatizo, kuwa kama mvuto na mambo mengine. Lakini vivyo leo ni ushaurini, ukiwa na mtu wa mchekea, yani mzizi wa mtu wa mchekea nyumbani kwako, jitahidi kila siku kama unaweza tafuna. Kama uwezi hata kama sio kila siku, basi kupata muda tafuna walau kipunje kipande cha hiki tu. Utakuwa na nguvu za ajabu katika tendo la ndoa. Utakuwa na uwezo wa ajabu katika tendo la ndoa. Na wenyewe wanakuambia kabisa, kama utakutana naye mwanamke katika kipindi hicho na yeye yuko katika sehemu salama, basi ni rahisi sana mwanamke yule kupata ujauzito. Kwa hiyo utafanyaje sasa ili iwe na nguvu? Nenda kwenye mti wa mchekea pamoja na kamchele chako, mwaga pale kwa nia kutoa sadaka, lakini umombe Mwenyezi Mungu dawa, na hawa malaika wote waliokuwa hapa, mizimu yote wa mti wakusaidie, watakusaidia. Tena hii ni mujarabu. Hiyo dawa inaingia kwenye mvuto, hiyo dawa inaingia kwenye kinga, hiyo dawa inaingia kwenye jambo lolote ile unalotaka. Lakini ukinywa kwa ajili ya kutoa mikosi, kutoa uchawi, kutoa vifungo, basi Allah mwenyewe atakujalia. Kwa hiyo kifupi, hii dawa ni mujarabu sana. Wanasema wenyewe ukiuchukua huu ukausaga ule mzizi wake ukatumia katika dawa yako, labda mafuta au kuchanganisha tu katika dawa yako yote ile ya kuoga, Allah atakujalia wewe utakuwa na mapenzi mbele ya watu, utakuwa unasaminika na mambo mengine. Lakini mti huu wa mchekea ukichukua mzizi wake mmoja, kisha ukaukata vizuri, ukaenda katia kwenye sufuria, alafu kisha ukaandika kombe, yani ukaandika tu ile Bismillahirrahmanirrahim kwa zafarani, ukaitia kwenye ile sufuria, ukaweka maji kidogo, sawa. Maji yale ukayaweka yachemke, kisha ukanywa ama ukampa mtoto wako mdogo yule akanywa, basi mtoto huyo hatotetereka kama mama yake ameshika mimba kipindi mtoto yuko mdogo sana. Yani hata kama ameshika mimba mtoto yani mama kashika mimba nyingine, mtoto labda na mwezi mmoja, miezi miwili, ukampa kombe hili la mti wa mchekea, atacheka tu, hatakuwa yuko vizuri, hatadhoofika kiafya na hatotetereka kwa namna yoyote ile, kwa mapenzi yake mwenyewe Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Ni mti ambao wenye maajabu mengi sana. Lakini mti huu ukauchukua mzizi wake mmoja, kisha ukawa na dawa zako, ukauchukua mti wa mchekea vizuri, ukaenda kutafuta unga unaitwa mjogaimba. Kwa watu wa pwani watakuwa wananielewa. Ukichanganisha, kisha ukachukua kitambaa chekundu ama cheusi,
ukafunga yani kwenye sehemu kwenye kitambaa kile ukaweka mjogomba kidogo pamoja na mti wa mchekea kidogo, yani wala hata kipande kama hiki tu kidogo tu nakifunga mule kwa nia yako, unavifunga vile vipande vidude 5, kisha ukaenda kuzika sehemu mnafanya shughuli, ukazika kulia, ukazika yani pembe huko na katikati. Basi sehemu shughuli hiyo hautasikia maugomvi, na mule ambapo utapopita wewe, yani kwa mfano hichi ndio kiwanja chako, ukazika hapa na katikati, basi eneo lile ndo watakaa watu, hawatacheza nje na pale, hawatogombana, hawatafanya maasi aina yoyote ile katika hilo eneo. Kwa uwezo wake mwenyewe Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala tumefanya, yani hawatarogana. Hata kama watu walikuwa wanakuwa tabia kuja kutafuta wanawake, kuja kutafuta wanaume, eneo hilo litakuwa liko salama. Lakini vile vile wale watu wako, kuna baadhi ya shughuli nyingine utamaliza, utashangaa pembeni mule watu wameweka vinyesi, sijui angalau wamekufanya wamkojoa, basi eneo hilo watu hawatapakaza vinyesi kwa mapenzi yake mwenyewe Mwenyezi Mungu. Lakini leo tukija kupanda juu kidogo, ukichukua majani sawa, ukija kwa mfano unaambiwa, unashauriwa kama muda siku 3 au siku 4 au 7, basi ukiona mtu amchekea, chuma majani kama haya yale mateke walau 7. Ukishapata hao majani yako 7, yatafune kwa nia kwa Mwenyezi Mungu akubatilishe uchawi, hakutibu maradhi, akuondoshee mabaya, lakini akujalie kauli yenye kusikika mbele ya watu. Basi kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu utafanikiwa. Kama una uchawi mwilini kwako basi utaondoka. Kama una minuksi sijui na nini kwenye mdomoni kwako, na yoyote utakayoongea naye kwa mapenzi yake Allah Tabaraka wa Taala, basi atakuja kukuelewa. Namna nyingine, ukichukua majani mengi ukaenda ukayaponda, chuma tu majani au mti wa mchekea mengi uende ukayaponde vizuri. Sawa, jaza kwenye sufuria, tia maji, au jaza kwenye kisado, tia maji mule. Ifanye kama umeroweka. Ukisharoweka acha kwa muda kidogo, walau masaa 2. Maji hayo tumia kunywa na mengine kupakaa. Ndugu yangu, ugonjwa wote wa kichawi unatibu. Ugonjwa wote ule wa kurogwa tunakusudia unaondoka. Mikosi yoyote ile ya kutupiwa ya kawaida inaondoka, na mwili wako utakuwa vizuri. Hata kama una maradhi ya kichomi, una maradhi ya sibia nini, una mawasiwasi, una matatizo mbali, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala utaona maajabu na miujiza ya huu mti wa mchekea. Lakini vile vile majani haya vile vile ukiyachukua mengi ukayaponda, kisha maji yake yale ukayakamua sawa, ukampa mtoto mwenye matatizo, labda anashtuka analia usiku ile, sijui mwingine anaweweseka, basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu ukampa anywe na kuoga, maradhi hayo au matatizo hilo litaondoka kwa haraka mno. Nikwambieni, mti wa mchekea bado una miujiza mingi sana na una kazi nyingi sana, hatunaweza kuzimaliza. Lakini leo nimalizie kwa kusema mwenye kuwa na kuku ile membana ile au kichomi kimembana, akija kwenye mti wa mchekea akitafuna majani yake, au ukamchumia majani ya mti wa mchekea ukamtafunisha akatafuna, basi kichomi hicho ama kuku ile itakatika kabisa kwa uwezo wake Allah Tabaraka wa Taala. Naam, karibuni sana katika masomo haya, lakini kuna masomo mengine. Leo tumefundishana maajabu ya mti wa mchekea katika hichi kipande, lakini tunaendelea tutakuja kufundishana tena na mti wa mchekea na tena. Lakini vile vile usikose na vitabu vyangu. Popote pale ulipo duniani unaweza ukavipata. Sawa, popote ulipo duniani. Kwa wale uko Dar es Salaam, nendeni pale Mbagala KM. Vipo vitabu vya mitishamba, vipo vitabu vya Qur'ani, vipo vitabu vya matarasimu, vipo vitabu vyenye elimu mchanganyiko na mambo mbali. Kwa hiyo inshallah karibuni sana, lakini ni wasii kama wewe hujajiunga katika grupu langu la WhatsApp, sema neno niunge. Sawa, lakini vile vile jitahidi kusubscribe hapa na kufuatilia madarasa mengine. Wallahi suma wallahi utajifunza mambo mengi na utayaona mambo mengi, na ukijifanyia wewe mwenyewe kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu utapata majibu mazuri pasina shaka yote. Vitabu hivi sasa unapata kwa ofa, vitabu 8 kwa 100 ama kitabu kimoja 20,000. Lakini unaweza ukavipata kokote pale kama nilivyokuambia. Usiseme mimi nipo mbali, nipo Ulaya, sijui Kenya, sijui wapi. Tuwasiliane tu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.